tunaenda kujifunza kwa habari ya namna ambavyo Mungu anafuta machozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu wetu anafuta machozi. Kichwa cha somo unaweza ukaandika Mungu anayefuta machozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Inawezekana unapita katika wakati mgumu, umelia sana, umehuzunika sana. Inawezekana kunalo jambo ambalo linakutatiza muda mrefu sana, ambalo linakutoa machozi kila wakati, ambalo linakufanya ukose raha, ambalo linakufanya uhangaike, ambalo linakufanya uishi maisha ya wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Asubuhi ya leo nataka nikwambie yupo Mungu ambaye anafuta machozi yako. Haijalishi ulilia kwa muda gani, haijalishi umeteseka kwa muda gani, haijalishi ni namna gani ambavyo magonjwa yamekutesa kila wakati, lakini Mungu asubuhi ya leo anasema yupo tayari kwa ajili ya kufuta machozi yako na kukuondoa katika hayo magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Inawezekana kuna watu ambao wanatamani kukuona kila mara ya kwamba wewe ni mtu wa kuhangaika, ya kwamba wewe ni mtu wa kupata shida, ya kwamba wewe ni mtu wa kulialia, lakini asubuhi ya leo hakuna machozi tena. Amen. Bwana yupo anataka kukufuta machozi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Waliozoea kukuona ya kwamba unanung'unika, waliozoea kukuona ya kwamba unateseka, waliozoea kukuona ya kwamba unaumwa kila mara, asubuhi ya leo Bwana anaenda kukutoa kwenye hayo magonjwa. Maana yupo Mungu anayefuta mtu magonjwa, maana yupo Mungu anayefuta mtu machozi, maana yupo Mungu asubuhi ya leo ambaye anataka kumwinua mwanamke mmoja asubuhi ya leo. Yupo Mungu mmoja, Mungu ambaye anataka kumwondoa mtu kwenye ile shida ambayo imemtesa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fungua nami Ufunuo wa Yohana 21 na ule mstari wa 4. Ufunuo wa Yohana 21 na ule mstari wa 4. Amina. Tutasoma katika jina la Bwana. Amina. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 4. Amina. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Tunaona ya kwamba maneno ya Mungu, huyu ni Yohana alikuwa anazungumza ya kwamba kunao watu ambao wamelia sana, kunao watu walioteseka sana, lakini yupo Mungu anaenda kuwafuta machozi yao. Haijalishi walilia kwa muda gani, haijalishi waliteseka kwa kipindi gani, lakini Mungu yupo anayeenda kuwatoa katika hao mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao tayari wameshaundiwa roho za mauti. Kuna watu ambao wametengeneza roho za mauti. Kila wakati anaota kufa. Kila wakati anaona kama kwamba mateso yamekuwa ni mengi, sasa nitoe uhai wangu. Amen. Yaani haogopi hata kunywa sumu. Mara nyingi mawazo ya kunywa sumu yamekuwa yanamchia. Roho ya mauti inamnyemelea mara kwa mara kwa sababu ya yale maisha anayoyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mungu anasema yuko tayari kwa ajili ya kufuta machozi yetu. Mungu anasema yuko tayari kwa ajili ya kutuondoa kwenye hizo roho za mauti. Mungu anasema yuko tayari kwa ajili ya kutuondoa kwenye hayo maombolezo. Inawezekana tuliomboleza sana. Kwa nini maisha yamekuwa ni magumu mno? Kwa nini familia yangu inateseka? Kwa nini mume wangu haeleweki? Kwa nini siolewi? Kwa nini sipati kazi? Kwa nini biashara yangu inasuasua? Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu anasema anataka kukuondoa kwenye hayo maombolezo. Mungu anataka kukuondoa kwenye hayo machozi. Mungu anataka kukuondoa kwenye hayo mateso yaliyokutesa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe sio wa kulia tena. Wewe sio
kuteseka tena. Amen. Haleluya. Amen. Mwana wa Mungu, maisha ya mwanadamu yamejawa na mapito mengi sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile huzuni, uchungu na machozi, lakini Biblia inasema Mungu anashuka kwa waliovunjika moyo. Mungu anashuka na kuwatoa katika hayo mateso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu anasema yuko tayari kwa ajili ya kutuondolea huzuni. Yuko tayari kwa ajili ya kuondoa uchungu uliopo ndani ya moyo wetu. Ule uchungu uliotutesa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yawezekana una uchungu mno. Kila wakati unapotaka kulala usingizi hauji kwa sababu una uchungu ndani ya moyo wako. Yawezekana uliumizwa sana na ndugu yako. Yawezekana uliumizwa katika mahusiano. Yawezekana uliumizwa katika kazi. Yawezekana uliumizwa katika biashara. Bwana yupo kazini, anataka kutoa kwenye huo uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana huo uchungu ni sababu ambayo inakufanya wewe usimwabudu Mungu katika kweli ya uzima. Yawezekana huo uchungu unakufanya usiombe. Yawezekana huo uchungu unakufanya usiamini kama kwamba Mungu yupo na anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Asubuhi ya leo anasema yupo kazini. Anataka kukutoa kwenye huo uchungu. Anataka kukuondolea huo uchungu. Anataka kuondoa maumivu. Yawezekana ametutesa muda mrefu. Yawezekana ametutesa kwa miaka mingi. Bwana yupo kazini. Anataka kukuondolea haya maumivu. Anataka kukuondolea huo uchungu. Uwe huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Mungu anafuta machozi. Amen. Mungu anaondoa maumivu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Fungua nami Zaburi ile ya 30 na ule mstari wa 5. Zaburi Zaburi 30 na ule mstari wa 5. Zaburi 30 Mstari wa 5. Amina. Kufukuzwa watoke kati ya watu. Zaburi 30 na ule mstari wa 5. Amina. Maana ghadhabu zake ni kitambo kidogo, katika radhi yake na uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maneno ya Mungu anasema, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yawezekana saizi unakaa kwenye nyumba ya kupanga, unateseka na baba mwenye nyumba anakutesa, anaongea maneno mengi juu yako. Yawezekana unafanya biashara saizi hupati faida. Yawezekana unahangaika kupata kazi. Yawezekana mazingira yako ya kimaisha ni magumu kwa wakati huu. Unateseka sana, unahangaika ufanye nini? Hayo mahangaiko unayohangaika nayo, Biblia inasema huo ndio usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ndio giza lako. Kukosa kazi ni giza lako. Kuwa na maisha magumu, kuwa na maisha ya kuhangaika, hiyo ndio giza lako. Kukosa mtaji wa biashara, hiyo ni giza. Kufanya biashara na huoni faida, hiyo ni giza. Lakini Mungu anasema haijalishi ni giza la namna gani limetanda kwa kiwango gani, Bwana yupo tayari kutuondolea hiyo giza na kutupa asubuhi yako ya furaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asubuhi yako inakuja. Mapambazuko kwenye maisha yako asubuhi ya leo yameshafika. Ni wewe kuchukua hatua, kumwambia Mungu akufungulie namna mpya ya kufanya biashara yako. Yawezekana biashara unayong'ang'ania sio ya kwako. Yawezekana hiyo kazi unayong'ang'ania sio ya kwako. Yawezekana hayo maisha unayoishi sio ya kwako. Asubuhi tulijifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maisha mengine unayoishi wakati mwingine yanakuwa sio ya kwako. Bwana asifiwe. Haleluya.
Maisha hayo sio ya kwako, sio staili yako. Kunayo maisha ambayo Mungu anataka uyaishi, lakini Shetani alivyo ni mjanja, anatengeneza giza mbele ya maisha yako. Anakufanya usijenge nyumba, anakufanya uwe na hali ya mashaka, anakufanya uwe na hofu ya kwamba huwezi kumiliki, huwezi kutawala, huwezi kufanya biashara yako, huwezi kufika mbali, huwezi kumiliki uchumi na utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi yako imefika siku ya leo. Mapambazuko yamekufika siku ya leo. Wewe sio kawaida. Wewe ni mtu wa juu. Viwango vyako sio vya kawaida. Viwango vyako ni vya juu. Unaenda mahali pa juu. Ni kumshikilia Bwana Yesu, naye atakujilia. Atakuonyesha siri za rohoni. Atakufungulia mlango wa baraka katika maisha yako. Maana amesema ya kwamba atabariki unapotoka. Maana amesema ya kwamba atabariki kazi za mikono yako. Ni wewe kufanya kazi mwanangu, ni wewe kupambana kufanya kazi mwanangu, ili uweze kupata baraka katika kazi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Asubuhi yako imefika. Asubuhi yako ya kuinuliwa imefika. Asubuhi yako ya kufutwa machozi imefika. Asubuhi yako ya kupata biashara kubwa imefika. Asubuhi yako ya kununua kiwanja chako imefika. Asubuhi yako ya kumiliki ndoa yako nzuri imefika. Asubuhi ya furaha ya ndoa yako imefika. Hakuna majonzi tena, hakuna huzuni tena, hakuna maombolezo tena. Wewe ni mtu wa furaha, maana asubuhi imefika. Maana kumeshapambazuka, maana furaha imekujia. Biblia inasema ilipokuwa ni usiku kulikuwa na giza, kulipopambazuka furaha ikakujilia. Naiona furaha katika maisha yako. Nitakie Bwana makofi mengi na shangwe na vigelegele. Mungu anafuta machozi. Machozi yako ya kesho Mungu anayafuta. Ule mzigo uliokuwa umekuelemewa kwa muda mrefu sana, asubuhi leo Bwana ameenda kufuta. Mchana wa leo Bwana ameenda kufuta. Wewe huna mzigo tena, wewe huna kulialia tena. Usiogope. Ukisoma Isaya 41 ule mstari wa 10 inakuwa inasema usiogope, kwa maana Mungu yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema usiogope, nami nasema asubuhi leo usiogope, kwa maana Mungu yuko pamoja nawe. Kwa maana Mungu yuko pamoja nawe. Una haja ya kuogopa, una haja ya kuwa na wasiwasi, una haja ya kuwa na mashaka, una haja ya kuendelea kuomboleza, maana Mungu anasema yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Isaya 41 mstari wa 10. Utasoma nyumbani, nasema usiogope, kwa maana Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafuta machozi ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anafuta machozi ya aibu na kushindwa, yani ile hali ya kushindwa ndio aibu yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yawezekana umeona aibu kwa maisha ulionayo. Yawezekana umeona aibu juu ya staili ambayo uko nayo kwa sasa. Yawezekana unaona aibu juu ya watu namna ambavyo wanakusema siku ya leo. Yawezekana wamekuongelea vibaya. Yawezekana wamesema kwamba hautaweza kufanikiwa. Yawezekana wamesema kwamba wewe una gauni moja. Yawezekana wamesema wewe unakula mlo moja. Yawezekana wamesema wewe maisha yako ni ya kuhangaika. Ukaona aibu. Bwana Yesu asifiwe. Ukaona aibu. Bwana anasema na kuondolea hiyo aibu. Haijalishi hiyo aibu imedumu muda gani. Bwana anaenda kukuondolea aibu. Hiyo aibu Bwana anaenda kuiondoa. Kama yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Alitoka na hiyo damu kwa muda mrefu sana. Yawezekana hiyo aibu ndio ilikuwa ni msiba wake. Yawezekana hiyo aibu ndio ilikuwa inamfanya asifanye kazi. Yawezekana ile aibu ndio ilikuwa inamfanya maisha yake asipige hatua. Lakini wakati ulipofika, akaazimia ndani ya moyo wake ya kwamba mimi nimechoka. Na aliposikia habari za Yesu, ya kwamba mwana wa Yesu, mwana wa Mungu, yule Yesu Kristo wa Nazareti anapita, akasema hapana, haiwezekani. Sikai nyumbani tena. Sitaogopa nani atasema nini. Sitaogopa nani ataninyari. Nitapiga hatua. Nitakapomfikia Yesu, nitagusa pindo la vazi lake. Nitakapogusa ile pindo la vazi yake, ndipo ambapo nitapokea uponyaji. Alichukua hatua,
Alipomfikia Yesu akakusa ile pindo la vazi lake, ndipo ambapo uponyaji wake uliweza kufikia, ndipo ambapo msiba wake uliweza kumwondoka, ndipo ambapo aibu yake iliweza kumwondoa, ndipo ambapo aibu yake iliweza kuondoka siku hiyo hiyo. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Asubuhi ya leo Bwana anaenda kukuondolea aibu yako. Amen. Amen. Bwana anaenda kukufuta aibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yoeli 12, Yoeli sura ya 2 na ule mstari wa 26. Tunaenda kuangalia ni kwa nini Mungu mwenyewe ndiye anayefuta machozi yetu. Kwa nini Mungu afute machozi yetu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini asiwepo mtu mwingine? Je, mganga wa kienyeji anaweza kufuta machozi yako? Je, baba yako anaweza kufuta hayo machozi aliyokutesa kwa muda mrefu? Je, ni mume wako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu angalia ni kwa nini Mungu afute machozi yako. Nisomee hapo. Nisaidie mtumishi wa Mungu. Yoeli 2:26. Amina. Yoeli 2:26. Amina. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Amina. Kulihimidi jina la Bwana Amina wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayarika kamwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Huyo ni Mungu anasema utaweza kula chakula cha kushiba. Yaani sisi hatutaweza kupata shida tena, kwa sababu ndani ya maisha yetu njaa haipo tena. Ndani ya maisha yetu magonjwa hayapo tena. Amen. Ndani ya maisha yetu machozi hakuna tena. Maombolezo hakuna tena. Wasiwasi na mashaka havimo tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kunayo sababu kubwa sana ambayo Mungu anapaswa kushuka kwetu kwa ajili ya kuziondoa hivyo vinavyotutesa. Na ili ashuke kwako, anaangalia utayari wa moyo wako. Amen. Unaona vipi moyo wako? Uko tayari kwa kiwango kipi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Leo hii watu wanatuambia tunasali katikati ya msitu. Wanauona ni msitu, lakini wewe kwa imani yako huoni hapa ni msitu. Mwanangu, yawezekana unaona magari yako yamepaki pale hamsini. Yawezekana unaona ofisi kibao za kufanya biashara ziko hapa. Amina. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, mwaka ujao hapa patakuwa hapa sikiki. Ninaona shule ya watoto inafunguliwa. Ninaona biashara yako kwenye maeneo haya. Ninaona gari yako na nyumba yako kwenye maeneo haya. Wewe sio kawaida tena. Wanaona ni msitu, sisi tunaona sio msitu. Tunaona magorofa yamepangana namna hii. Tunaona nyumba zimepangana namna hii. Tunaona fremu zimepangana kwa kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu anashuka kwa yule ambaye yuko tayari. Ukiwa tayari, Mungu anashuka katika maisha yako. Kuwa tayari kila wakati ili Mungu aweze kushuka kwako. Bwana asifiwe. Amen. Andika sababu ni kwa nini Mungu anashuka kwako. Kwa nini Mungu anashuka? Kwa ajili ya kutuondolea machozi. Namba 1, kwa sababu anajali, kwa sababu anajali kwa kiwango kikuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anashuka kutufuta machozi kwa sababu ni Mungu anayetupenda. Ni Mungu anayetujali. Ni Mungu ambaye anatuona tufanikiwe. Ni Mungu ambaye anatuona tusiwe na magonjwa. Ni Mungu ambaye anatamani kila wakati atuone tuwe na furaha. Na ndio maana anashuka kwetu kwa ajili ya kutuondolea huzuni zetu, kwa ajili ya kuondoa machozi, kwa ajili ya kuondoa machozi, kwa ajili ya kuondoa wasiwasi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anashuka kwetu kwa sababu anatupenda. Anashuka kwetu kwa sababu anatujali. Mtu anayekujali atakupenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sababu ya pili, kwa sababu anamiliki mamlaka juu ya maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anashuka kutufuta hayo machozi, hayo mateso, ni kwa sababu anamiliki mamlaka katika maumivu. Maumivu yote unayoyapitia Mungu ana uwezo wa kuyaondoa. Na ndio maana
unaona kabisa kwamba anayamiliki, anayo uwezo wa kuyaondoa hayo maumivu yako. Haijalishi walikuumbia, walikutesa, walikutengenezea hayo maumivu kwa muda gani. Haijalishi ilikuwa ni kiwango cha juu sana cha kuumizwa, lakini asubuhi ya leo na mchana wa leo Mungu anasema anaenda kuyaondoa hayo maumivu kwa sababu anakujali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunatoka katika hayo maumivu kwa sababu Mungu anatujali. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3. Mungu anashuka kwetu kutufuta maumivu kwa sababu anataka ushuhuda wako uwe mpya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anataka kukuondoa kwenye hayo maumivu. Anashuka kwenye hayo maumivu, kukuondoa hayo maumivu kwa sababu anataka kila wakati ushuhuda wako uwe mpya. Anataka ulivyokuwa jana si ndivyo ambavyo unatakiwa kuwa leo. Ulivyokuwa mwaka jana si ndivyo unavyotakiwa kuwa mwaka huu. Ulivyokuwa ndani ya mwaka huu si ndivyo anavyotaka uwe mwaka unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu kama ukupata mtaji, mwaka unaokuja unaenda kupata mtaji. Mwaka huu kama ukujenga nyumba, mwaka unaokuja unaenda kujenga nyumba. Mwaka huu kama ukuweza kuolewa, mwaka unaokuja unaenda kuolewa. Kama unaniamini piga makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka unaokuja hakuna giza kwenye maisha yako. Mwaka unaokuja hakuna usiku kwenye maisha yako. Asubuhi ambayo itakuwepo kwenye maisha yako. Asubuhi kutakuwa kumesha pambazuka tayari. Utakuwa kwenye baraka, utatembea kwenye baraka. Kwenye hatima ya maisha yako itakuwa imeshafika. Ile unaohitaji itakuwa imeshatimia. Kwa uwezo wa Bwana, maana Bwana anashuka kwako ili kukuondolea mateso yako. Amen. Yesu asifiwe. Fungua nami Zaburi ya 126. Zaburi 126. Zaburi 126 na ule mstari wa 5 mpaka wa 6. Amina. Zaburi 126. 126 na ule mstari wa 5 mpaka wa 6. Amina. Tusome katika jina la Bwana. Amina. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Amina. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu atakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii tuko katika hii hali unayoiona hii. Kuna watu wanapita hawatuelewi. Inawezekana wengine wanatuona kama tumechanganyikiwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine wanatazama jinsi tulivyovaa na namna tunavyotembea. Wanasema hao watu jinsi alivyovaa na mahali anapoenda kuabudu, mbona haviendani naye? Bwana Yesu asifiwe. Hawatuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote mtu aliyechukua hatua huwa haelewekaji hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Unapoomba Roho Mtakatifu akikushukia ukiwa unazungumza na Mungu anasema na maisha yako, Mungu anasema na wewe. Mtu ambaye hayuko rohoni hawezi kukuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Atakuona kama kwamba unapiga kelele, atakuona kama kwamba umechanganyikiwa, atakuona kama kwamba umerukwa na wazimu, unakuwa huna akili tena. Ni kwa sababu ndani yake hana ufahamu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Atakuona kama kwamba umechanganyikiwa, atakuona kama kwamba hueleweki, atakuona kama kwamba umerukwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunapanda kwa machozi, tuko hapa tunanyeshewa, tuko hapa tunahangaika, lakini kelele za furaha zinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Furaha za kelele zinakuja hivi karibuni. Hatutakuwa kama hivi tulivyo. Ukimwona Pastor Moses utaona kuna renji analo anatembea nalo. Akipita bahati mbaya kwenye maji akikumwagia utasema linajivuna. Wakati ninahangaika na mtafuta Bwana na nguvu zake, unasema nimechanganyikiwa. Wakati wangu utakapofika wa kumiliki renji langu, wa kumiliki biashara yangu iliyo ni kubwa kubwa, unaanza kuniambia ninajivuna. Mwanadamu anayo maneno lakini Mungu anayo neno. Wacha waseme maana nimedolo yao. Wacha waongee leo. Wacha kuseme leo.
kunakucha, kupambazuka kwako kunakucha. Hautakuwa ni wa kawaida, kwa sababu huna remote ya kuzuia midomo yao wasiongee. Waache waongee, kesho watalala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Apandaye kwa machozi kesho atavuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kesho atapiga kelele za furaha. Acha upande leo manawani kwa huzuni. Mama Ima, acha leo wasikuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Simama, mtafute Yesu, vumilia, pambana, acha asubuhi yako ifike, hawatakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu hawaangalii hiyo hatua unayopiga, hawaangalii vile unavyopambana. Wanakuona leo umechanganyikiwa, utakapofanikiwa watakupa jina jingine. Leo wanakuona wewe ni wa kuhangaika, wanakuita pengine wewe ni tabu. Wakati wakirudia utakapofika, watakubadilishia jina jingine. Watakuita wewe ni Freemason, watakuita wewe umetumia nguvu za giza, watakuita wewe hueleweki. Asubuhi yako utakapofika, machozi yatakapoondolewa, huzuni itakapoondolewa, kuinua kwako kutakapofika, watakupa jina jingine. Haleluya. Haleluya. Usikubali mtu akakutoa kwenye kusudi la Mungu. Wakati huu ni wakati ambao wa kupambana kumtumikia Mungu. Kwa sababu asubuhi yetu inakucha. Kwa sababu asubuhi yetu ile inakucha. Kwa sababu kupambazuka tayari kunakucha. Hivi Pastor Moses mnavyomuona, kesho yake sio kama ya leo. Kesho yake sio kama jana. Yaani siku inayokuja leo mtaniona ni watofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anza kujikubali sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Anza kuona kwenye akaunti yako unaenda kumiliki mamilioni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu asubuhi yako inakuja. Simama kwa miguu yako, achia kiti chako cha muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Muda wetu umeenda sana, lakini